Wagwan, leo ngoja tupate fundisho kwa warembo walioko kwenye ndoa alafu bado wameshikilia kalia zao kuliko ndoa zenyewe. Kuna huyu jamaa jina lake la kwenye cheti cha ndoa anaitwa Marvin. Sasa leo amerudi nyumbani, anakuta nyumba iko rafu kinoma, ndani hapajafanyiwa usafi kabisa. Jamaa akamuita mkewe, Tara. Mrembo anatoka ndani akiwa na laptop mkononi. Anamwambia, babe, niko busy sana na kazi mpenzi wangu. Marvin akamwambia mke wake, babe, kwani nakuchukua muda gani kufanya usafi humu ndani kisha uendelee na kazi zako? Mrembo akamjibu mumewe, babe, niko na deadline. Client anahitaji kazi yake leo mapema kabla muda haujaisha. Mume akauliza tena, vipi, chakula umepika? Hilo swali sasa ndio likawa zito zaidi. Mrembo hata kupika hajapika kitu chochote kile, na hapo akageuza anarudi zake chumbani. Marvin akaona hapa nimepatikana. Mume akaanza kufanya usafi mule ndani. Alipomaliza akaingia zake jikoni kupika msosi. Jamaa anapika chakula huku anajiuliza, humu ndani wote tunafanya kazi, lakini pesa yangu ndio inatumika kulipia bili zote za humu ndani. Sasa mke wangu anaenda kazini kufanya nini ikiwa anarudi amechoka na wala hafanyi kazi yoyote ya nyumbani na wala hata pesa haleti? Ndio nini sasa hii? Marvin alipomaliza kupika akaenda chumbani kumpelekea chakula mkewe, akamwamsha ili ale msosi. Baada ya kula, mrembo ameshiba tayari, akarudi zake kulala. Jamaa na yeye amepanda kitandani kulala. Akaanza sasa kumshikashika mkewe. Jamaa anataka ale mzigo. Mke hataki, anamwambia, babe, nimechoka jamani, nahitaji kulala, kesho nataka niwahi kazini mapema sana. Marvin akamwambia mkewe, usijali mke wangu, wewe nitegeshee tu, hata usifanye kitu chochote kile, mimi nina hamu kinoma, imepita miezi 2 sasa hivi hujanipa haki yangu, kwa wewe tega tu hapo, mimi nitamaliza mwenyewe. Mrembo alipoona mumewe anakuwa msumbufu, akaamua kuamka na kwenda kulala chumba cha wageni. Mke hataki kutimiza majukumu ya ndoa kwa kisingizio cha kuwa anahitaji muda mwingi wa kupumzika ili awahi kazini. Sasa bibia akiwa kwenye gari na rafiki yake wanapiga tu umbea. Akawa anamsimulia rafiki yake, yani mume wangu ni msumbufu, yani kila akishiba tu huyo anataka nimpe, yani mpaka nachoka mimi. Rafiki akamuuliza, kwani mara ya mwisho ulimpa lini? Tara akamjibu rafiki yake, yani tangu aanze kunisumbua, nimemkaushia huu mwezi wa 2 sasa hivi. Sitaki anisumbue kabisa mpaka projekti zangu za kazini zikamilike. Rafiki mtu akaguna tu ila akamwambia mwenzie kwamba huu mchezo unaofanya ipo siku utakuja kukugharimu. Basi wakapiga stori hapo mpaka mrembo akafika kazini. Usiku umefika, mrembo anarudi kutoka kazini. Jamaa anamuuliza mkewe, babe, sasa hivi saa ngapi? Umechelewa kurudi nyumbani, unanirudia muda kama huu nyumbani kwangu? Tara, uko serious kweli na hii ndoa? Babe, nilikuwa na mkutano jamani, ndio maana nimechelewa, ni kazi tu zilinibana mme wangu. Hivi Tara, unadhani mimi sifanyi kazi? Mbona nawahi kurudi nyumbani kwa ajili yako? Mrembo akaona hapa nimeshapuyanga, basi akaanza kujibebisha pale ili msala usiwe mkubwa. Siku zinazidi kwenda, ila kiukweli Tara hampi mumewe huduma za ndoa, eti kisa mrembo yuko bize na kazi. Leo asubuhi Tara akatembelewa na rafiki yake, wakapiga stori za kazini kwao hapo. Walipomaliza, shoga akaanza kumsimulia rafiki yake, yani nikuambie kitu shoga yangu, bwana wangu atakuja aniue jamani. Imagine ameenda zake klabu, amerudi amelewa na ananiomba nimpe raundi 3. Yani mpaka nachoka jamani. Tara akashangaa sana, huku anamuuliza rafiki yake, yani katoka huko amelewa, anakuja anaomba raundi 3? Kwani wewe ni mashine? Mimi huyu wa kwangu wala anaga hayo mambo, nikimwambia nimechoka anaelewa. Sasa rafiki akamjibu Tara, wewe utakuja umkose huyo mumeo, umpe haki yake, hivi akienda huko nje akapata mwanamke mwingine anayempa utamu, utamlaumu au? Rafiki akamhusia Tara ya kwamba usimletee mwanaume wako ubahiri wa tendo la ndoa, itakula kwako. Tara alipewa kichani pati na rafiki yake, ila bado mrembo kichwa ngumu, hataki kabisa kuelewa. Anaendelea kumnyima mumewe unyumba, hafanyi kazi za nyumbani, yani muda wote mrembo yuko bize na kazi tu, mikutano kila wakati, muda wote na laptop yake. Marvin anajaribu kuongea na mkewe, anamwambia hizi kazi za nyumbani unapaswa ufanye wewe, sio mimi kila siku nikae hapa nyumbani na kupikia na kuoshea vyombo, kila kitu na kufanyia. Ila Tara anamjibu mumewe, kama vipi nikuletee mfanyakazi wa ndani ili asaidie hizo kazi.
Siku iliyofuata mrembo Tara anatakiwa kusafiri kwenda nje ya nchi kwa ajili ya safari za kibiashara. Sasa kabla hajaondoka, akaamua kumleta mdada wa kazi ili amsaidie mumewe majukumu ya nyumbani. Babe, nimemleta mdada, jina lake anaitwa Esther. Atakuwa anakusaidia kazi zote za humu ndani. Hakuna tena kupika mume wangu. Lile swala halikumfurahisha Marvin. Walipokuwa chumbani, jamaa akamwambia mkewe, hapa umeniletea changamoto tu. Sijui kichwani mwako unawaza nini? Unamleta vipi mdada wa kazi alafu wewe mwenyewe unaondoka? Mke akamjibu mumewe, babe, kwani shida iko wapi jamani mume wangu? Tulale bwana. Umeshaanza kuongea wewe. Sasa hiyo tulale yenyewe, mke akavaa gauni, anaogopa akilala na kinguo chepesi mume anaweza kupandisha hisia. Mwanaume mwenzetu aitwe kwenye kikao kabla hatujampoteza. Asubuhi iliyofuata mke anasafiri. Hii ni safari ya mwezi mzima. Anaenda nje ya nchi kikazi kuiwakilisha kampuni yao ambayo anaifanyia kazi. Anamwacha mumewe mikononi mwa dada wa kazi. Sasa baada ya mke kuondoka, huku nyumbani mume anapewa treatment ya 5 star. Akitulia kidogo tu, mara akaletewa wine anywe, nguo za kazini zinapangwa vizuri. Asubuhi anaamshwa ili awahi kazini. Yaani kila kitu mdada wa kazi anafanya mara 2 zaidi ambavyo ya mke alipaswa kufanya. Sasa leo jioni mdada wa kazi Esther amenyoosha nguo hapa, usingizi ukamjia. Akaona ngoja nipumzike kwanza. Huku chumbani bosi akaamka, anashangaa leo mbona huyu dada wa kazi hajaleta nguo zangu mpaka sasa hivi. Basi mchizi akatoka na kwenda mpaka chumbani kwa mdada wa kazi. Amefika anamkuta mrembo amejilalia kimya, ila sasa namna alivyolala ni mtego tosha kwa mume wa mtu. Mchizi anaona mapaja ya mrembo yako wazi. Hapo minara ikaanza kusoma, ukizingatia jamaa na ugwadu wa miezi kadhaa hajapewa unyumba. Marvin akajikaza, akaona hapa ngoja nitoke humu chumbani. Nikiendelea kukaa mwishoni nitabaka mtoto wa mtu. Sasa Marvin kila akipiga hatua anawaza namna mdada wa kazi alivyolala, akaacha maungo yake yote yapo nje. Mchizi anapata moto mwilini, anatamani angelima tu shamba la mdada wa kazi. Siku iliyofuata jamaa akarudi nyumbani mapema. Sasa amedhamiria kumsalandia mdada wa kazi, maana ugumu unamsumbua kinoma. Esther akawa anamuuliza, bosi, leo mbona umerudi mapema hivi? Kupo sawa kazini? Jamaa akamwambia tu, ndio, kila kitu kipo sawa, wala usijali. Marvin baada ya kubadilisha nguo akazama jikoni, anamkuta mdada wa kazi anasafisha vyombo. Mchizi akaomba amsaidie ile kazi, lakini mrembo akaona haina haja, bosi unisaidie hii kazi, ukizingatia ni kazi yangu. Sasa jamaa akasisitiza sana, anataka amsaidie mdada wa kazi kuosha vyombo, lakini kumbuka hana lolote hapa, anatengeneza mazingira tu. Hapo alipo ana ugumu kinoma. Akiwa amepoa sebuleni akamuita Esther. Mrembo alipofika jamaa akauliza, vipi, uko bize? Dada wa kazi akamwambia, hapana bosi, wala siko bize. Akamwambia, leta glasi ya wine. Mrembo akaondoka kwenda kuleta glasi ya wine. Aliporudi bosi akamwambia kuwa kama uko bize basi kaa hapo tutazame wote TV. Sasa mdada wa kazi akaenda kukaa kochi lingine. Marvin akamwambia, mbona unakaa mbali hivyo? Hauwezi kuona vizuri TV huko. Njoo kae hapa nilipo mimi, utaona vizuri kabisa. Mchizi anajitengenezea mazingira mazuri aibutue hiyo pisi. Mambo hayo. Leo Marvin ametoka zake chumbani, anafika sebuleni na mkuta mdada wa kazi analia. Jamaa akamuuliza mrembo, unalia nini? Shida nini? Basi mwanzoni ilikuwa ngumu sana kwa bibia Esther kusema, ila baada ya Marvin kusisitiza sana, mrembo akafunguka. Akamwambia, ni kuhusu baba yangu, alifariki lakini sikuweza kumpatia mazishi mazuri kutokana na ukosefu wa fedha za kutosha. Basi Marvin kwa upendo alionao akamwambia mrembo, naomba nikupatie fedha kiasi cha naira 2,000,000 uende ukamzike vizuri baba yako. Binti Esther aliona kama vile ni ndoto hivi anaota. Naira 2,000,000 ni pesa nyingi sana kwa mrembo kufanyia mazishi tu. Alipiga magoti akamshukuru bosi wake kwa kile kiasi cha fedha alichompatia. Siku iliyofuata mchizi akazama kwenye ndinga akiwa na mrembo anamsindikiza binti kwenda kwao kwenye mazishi. Wiki 2 zikapita, jamaa yuko peke yake ndani ya nyumba. Ana mawazo kinoma, mkewe hayupo wala dada wa kazi hayupo pia. Jamaa ana ugumu, amejikaza mpaka kipengele cha mwisho. Mke anapiga simu ili amsalimie mumewe, ila Marvin wala hapokei. Kichwani amejaa dada wa kazi tu, maana alimpigia simu kuwa leo ndio siku atakayorudi.
Sasa mchizi hataki kusikia kitu chochote, anamtaka dada wa kazi arudi ajaribu zali lake. Haukupita muda, dada wa kazi huyu hapa. Mrembo akafika, jamaa akamkaribisha ndani na kumkumbatia moja kwa moja, akamwambia nimekumisi kinoma Esther. Dada wa kazi akaona mbona kama bosi kuna kakitu kameanza kumpanda, shida itakuwa nini? Sasa mrembo alipomaliza kukumbatiwa, na yeye ikabidi ajibu nimekumisi pia bosi wangu. Sasa akamwambia nenda ukale kisha uje sebuleni tupige story. Jamaa amekaa zake sebuleni peke yake, anamsubiri mdada wa kazi aje. Mchizi anajiambia kichwani mwake, kwa hii hamu niliyokuwa nayo, binti akikubali nitampandisha kila kilele anachotaka. Leo nikimkosa, haki ya Mungu nitageuka chizi, maana nina hamu kinoma. Mdada wa kazi akaja na glasi yake ya wine. Sasa wametulia hapa, wamekaa kochi moja. Mchizi Marvin akamimina kinywaji kwenye glasi, ila akamwambia mrembo, kabla hujaanza kunywa, nina jambo fulani nilikuwa naliwaza, nataka tulizungumzie kwanza. Dada wa kazi ametumbua tumi macho, anamsikiliza bosi wake. Unajua kuna hizi hisia kali zinaniendesha mno ndani ya mwili wangu. Nimezificha kwa muda mrefu, ila nashindwa kuendelea kuzificha Esther. Ujue na kuwaza sana. Yaani nahisi kama vile na fall hivi kwako, kama na fall mazima hivi. Naomba kitu kidogo. Naomba Esther, uniruhusu hata nikupige bosu tu. Hali yangu uende ikatulia. Boss Marvin akasogeza domo lake hapo kwa mrembo Esther, akiwa hata hajajibu kitu chochote kile. Hakumpa hata nafasi ya mrembo kujitetea. Mabusu yaliendelea, na kama unavyojua, safari moja huanzisha safari nyingine. Habari ya mabusu, matangazo yake yalifuatiwa kitandani. Dada wa kazi amefanikiwa kuzamisha meli, na bosi tayari amejipigia na kukolea kwa dada wa kazi, huku anamwambia, yani hapo umenikausha kila chembe ya nyege. We ni mtamu aisee. Hakuna kama wewe Esther. Mdada wa kazi akauliza, itakuwaje sasa, na wewe una mke wako na mimi ni mfanyakazi wenu tu, itakuwaje bosi? Jamaa akamwambia kwamba usijali kuhusu hilo, mke wangu wala hana shida. Kwanza yeye muda wote anachowaza ni kazi tu, kwa hiyo wala usijali, sisi tuendelee kuenjoy. Sasa mramba asali harambi mara moja, lazima atarudia tu, kwa maana asali ni tamu sana. Marvin akamgeuza dada wa kazi akawa kama mke wake vile. Utamu wa penzi lake ukamsaulisha kama ameoa na anapaswa kula kwa kiasi tu. Jamaa akaanza kumpendezesha mdada wa kazi, anamjenga mwanamke wa kufanana naye. Wakishiba chakula cha mwili sebuleni, wanaenda kupakuana chumbani. Mapenzi yakanoga kweli kweli. Sasa leo jamaa alikuwa ameondoka na mdada wa kazi kama kawaida yao, ila amerudi nyumbani ghafla mke huyu hapa. Hi baby, nilipanga nikusurprise tu mume wangu. Mrembo amerudi tena bila taarifa. Bahati yao tu hajawakuta kitandani. Marvin alishangazwa sana na ujio wa mke wake, ila ndio hivyo, ikabidi tu avunge kimya. Sasa usiku umefika, mke anaanza kumbusubusu mumewe, anataka mpe unyumba, maana leo hana kazi ya kufanya. Jamaa akamwambia, baby, usijali, niko poa tu, wewe pumzika, usijali, tutafanya hata kesho. Mrembo akaona, huyu leo imekuaje? Yaani siku zote hizi sipo nyumbani, halafu leo nimerudi wala haombi kitu chochote kile. Hapa kuna jambo. Asubuhi mchizi kabla hajaenda kazini, akaenda chumbani kwa dada wa kazi kwanza kwenda kumsalimia. Ameingia, amemkuta binti amechanganyikiwa kinoma. Akamuuliza, shida nini Esther, mbona umechanganyikiwa? Mrembo akasogea hapo kwenye draw, akamtolea vipimo vya mimba. Tendo limenoga mpaka likaleta na faida zake. Dada wa kazi amepata mimba. Bosi akamsaidia kumbembeleza hapo ili binti asilie sana, ila yeye mwenyewe ndani ya moyo wake anawaza, nitamweleza vipi mke wangu? Zikapita siku kama 2 hivi, mchizi wala ana raha, mawazo kila wakati, ila leo akaona potelea mbali, liwalo na liwe. Akamfuata mkewe akamwambia, babe, ujue dada wa kazi ni mjamzito. Tara akauliza kimshangao, kivipi? Kwani ulikuwa unamwacha anatoka nje kukutana na watu au? Imekuwaje mpaka amekuwa mjamzito? Jamaa akamwambia mkewe, unajua bwana, tatizo ni kwamba hiyo mimba mke wangu ni ya kwangu, sio ya mtu yoyote. Mke akasimama, wakati huo kashamuita Esther tayari. Babe, unanitania sio? Utani gani mume wangu? Mrembo alipomwona dada wa kazi anakosa la kusema, akajua tukua hapa, huu sio utani, hii ngoma kweli imetiki.
Mke aliruka anataka kumpiga dada wa kazi, ila mume akamzuia. Jamaa alikula vibao viwili vya nguvu. Mke akamwambia, sitaki tena kumwona huyu binti ndani kwangu. Pumbavu kabisa. Siku ile ile mrembo akachukua begi na kuondoka, akaenda kwa rafiki yake. Alipofika akamwelezea rafiki yake mwanzo mpaka mwisho jinsi ilivyokuwa, lakini rafiki mtu akamwambia kwamba pole rafiki yangu, ila niliyokuambia ndiyo haya sasa. Ulikuwa unamnyima mumeo haki yake ya ndoa, sasa ametoka nje ya ndoa kutafuta haki yake. Usimlaumu, after all mumeo bado anakupenda. Sasa cha kukushauri tu hapa shoga yangu, rudi kwenye ndoa yako na ukafanye vile vitu ambavyo vinakuhusu kama mwanamke ili uweze kumrudisha mumeo. Tara akarudi nyumbani kwake, anawakuta Marvin na mdada wa kazi wako hapa wanahangaika kumtafuta. Mrembo akawaangalia jicho la hasira, akapitiliza zake mpaka chumbani. Jamaa akamfuata mkewe, akaanza kumwomba msamaha. Anamwambia, babe, samahani bwana, nilizidiwa tu mwenzio, kichupa kilijaa kinoma. Na wewe haukuwepo, na hata ulipokuwepo wala hukuweza kunipa. Ulipoondoka ndio ikawa hovyo kabisa. Mke na yeye akajifikiria, ukizingatia na yale maneno aliambiwa na rafiki yake, basi akaamua kuomba msamaha kwa mumewe, maana na yeye amechangia katika kuharibu ndoa yake. Mke akamwambia mumewe kuwa anaacha kazi ili akae nyumbani kuilea ndoa yake. Baada ya kusameheana, siku iliyofuata mke ameamka mapema kufanya usafi. Dada wa kazi mwenyewe amemkuta mama mwenye nyumba tayari ameshaamka anafanya usafi mwenyewe. Sasa hivi hataki kucheka na kima wowote, kila kazi mpaka kupika mrembo anaifanya mwenyewe. Dada wa kazi akaona kuwa hapa mimi sina kazi, basi mrembo akaomba kuondoka. Marvin na Tara wakamwaga dada wa kazi, wakampatia na pesa pamoja na nyumba ya kwenda kuishi ili asihangaike kumlea mtoto. Ndoa ya Marvin na Tara ikaendelea tena, ila safari hii Tara amebadilika na amejifunza. Ameacha kabisa mambo ya kumnyima mumewe unyumba na kukimbia majukumu yake kama mkwe. Wagwan, kama jirani yako huko anamsumbua mumewe, tafadhali mpelekee hii video ajifunze mapema kabla halijamkuta jambo zito akaita msiba kwa watu. Haya jamani, leo nina products mbili nataka nitumie. Kuna hiki kiatu ambacho sijafunga kamba cha mkono wa kulia na hiki kiatu ambacho kimefungwa kamba. Kimoja nitatumia polish, kimoja nitatumia yangu ili tuone inakuaje. Naanza na hiki ambacho cha yetu kama hii hapa mnavyoiona. Hapa nimetumia balm na hapa nimetumia soda. Unaona? Huku maana nyingine tunaweza tukasema hii hapa polish ni makeup. Makeup kwa unapaka tu na inafutika, haikai kwa muda mrefu. Lakini hii hapa ni skin care inayosaidia ngozi yako kukaa vizuri na kuilinda ngozi yako. Sasa basi, hii skin care ambayo ni Young Leather Balm, afu hii ni polish ambayo ni makeup.